Kwa kweli utafiti unasema kwamba sehemu za kike ni nyeti sana, hazipaswi kuingiliwa na kemikali yoyote ambayo inaweza ikaathiri hata maeneo yale ya nyeti. Kwa sababu pia kuna walinzi ambao ni bakteria, tunasema normal flora, ambao kazi yao ni kuzuia maambukizi mengi. Tutapata kemikali mbalimbali bila kujua, tunaweza tukawaua wale bakteria, wakaleta uwezekano wa kupata magonjwa kirahisi, ikiwemo hata ukimwi pamoja na hata magonjwa ya zinaa. Kwa mimi nashauri jamii, hivi vitu vimeanza miaka hivi karibuni. Enzi za zamani haya mambo hayakuwepo, lakini sisi tumetoka katika wazazi ambao hawakufanya hayo mambo. Sasa iwaje sisi tuone kwamba tunatakiwa kunogesha wakati hicho kitu ni kitu ambacho Mungu ameumba, ni hulka ya mwanadamu. Usipofanya hivyo, yani ukiweka hivyo vitu au usipoweka, haizuii kuwa na hulka ya mapenzi. Kwa hiyo turejee katika malezi ya kizamani, tuachane na mambo ya taharuki, kuonyeshana kwamba kuna kitu kipya. Hamna kipya, kwa sababu Mungu alivyomuumba mwanadamu toka amemuumba ndivyo alivyo, hamna tofauti. Kwa kweli mimi nashauri tu kwamba tubadilishe mfumo wa maisha, tufanye mazoezi, turudi katika malezi shirikishi. Mtoto mwenzio ni wako. Sisi tulikuwa tunaweza tukalelewa na jamii, unafanya kosa unarudi unatandikwa mpaka nyumbani na mama anakuongeza. Lakini sasa hivi kila mtu anasema hata mimi niko na mtoto wangu. Turudi katika malezi shirikishi, tubadilishe jamii, turudi katika hali ya kwamba tunaweza tukasaidizana katika kizazi hiki ambacho tunasema cha Gen Z. Kuna mambo mengi sana, bila ushirikiano mzazi peke yako huwezi kuhakikisha unamdhibiti mtoto wako bila kutegemea mwingine akusaidie.